Hakuna mtu ambaye amemuona Mungu, lakini kila mtu anaamini kwamba Mungu yupo, na ndio Mungu ambaye ameumba kila kitu kinachoonekana hata kisichoonekana. Lakini kuna wakati tunakuwa tuna mashaka, hatuamini kwamba Mungu anaweza akafanya vitu kwenye maisha yetu. Tunakuwa tunamkadiria kwamba labda anaweza akafanya hili na hili hawezi kulifanya, hili linatuhitaji sisi wenyewe tulifanye 100%. Unaona? Bwana Yesu sana. Mtu wa Mungu, kama unaweza kukiamini chakula ambacho hujamuona mpishi aliyekipika, vyakula vingi na vitu vingi tunanunua kwenye maduka, viwandani, sehemu mbalimbali tunavitumia, lakini hatuwajui kabisa ambao wamevipika. Tunapanda ndege, tunapanda meli ambazo hatuwafahamu manahodha, hatuwafahamu marubani. Lakini tunawaamini kwamba watatufikisha salama. Sasa kwa nini usimwamini huyo Mungu ambaye ameumba kila kitu kwa ukamilifu? Umempokea Yesu lakini bado na mashaka. Kwa nini mtu wa Mungu? Angalia, kama umemwamini, umempokea Yesu Kristo lakini bado unakuwa na mashaka ndani yako, unakuwa unakosea sana na unakuwa unamchukiza Mungu, hauwezi kumpendeza Mungu. Ndio maana anasema katika Waebrania ile sura ya 11 mstari wa 6 kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Maana yake ni kwamba unapompokea Yesu Kristo ni kwamba umemwamini. Sasa uamini kwamba bila unapomtafuta, unapomuomba, unapomtumikia ni kwamba atakupa thawabu, wala usiwe na mashaka kabisa. Ndivyo ambavyo unaweza kumpendeza Mungu. Lakini kama unakuwa na mashaka, haumpendezi Mungu. Unaweza sifa sana. Maana kama haumpendezi Mungu, maana yake unamchukiza Mungu, kwa sababu Mungu hampendi mtu wa kusita. Mungu akubariki, akutie nguvu. Kuanzia sasa usiwe na mashaka kabisa na huyu Mungu ambaye ameumba kila kitu kwa ukamilifu pasipo shida yoyote ile. Mungu mambo yake yeye ni makamilifu. Kama tunaamini binadamu mwenye madhaifu, basi sasa tumwamini Mungu ambaye hana madhaifu yoyote. Barikiwe sana.